Ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi cha kutunza mazingira. Kipindi hiki kinatoa elimu namna ya kuweza kutunza mazingira, namna ya kuweza kuhifadhi mazingira na uoto wa asili pamoja na viumbe. Leo tutaenda kuangalia namna gani ya kuweza kuotesha maua. Leo tutaenda kujikita katika aina moja ya ua. Tunajua kwamba kuna aina nyingi za maua, lakini tutaenda kujikita katika zingira moja la maua. Ua hilo ambalo tutaenda kuangalia leo linaitwa Juliant. Aina hiyo ya ua Juliant ni ua ambalo linaoteshwa katika mazingira nyumbani, na huwa linaleta mvuto kwa muonekano. Watu wengi huwa hupendelea kuyapanda katika mazingira nyumbani, ofisini, mashuleni na katika taasisi mbalimbali. Leo tutaenda kuangalia namna gani ya kuweza kuliotesha ua hilo na kuweza kupendeza katika mazingira. Tutaenda kuangalia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho, lakini pia tutaenda kuangalia hata namna gani unaweza kulitunza ili iweze kukuletea manufaa katika mazingira ulilopo na liweze kuleta mvuto. Tunajua kwamba tunapotunza mazingira tunasababisha kuweza kupata afya njema, lakini pia hatutaweza kusababisha matatizo ambayo yanaweza kutokea katika jamii. Tunajua kwamba kuna matatizo mengi yanaweza kutokea katika jamii ambayo yanaweza kujitokeza endapo hatutaweza kutunza mazingira vizuri. Kwa hiyo usiache kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube, Facebook, Instagram, kwa jina linalojulikana kama Kutunza Mazingira. Tunza mazingira ya kutunze. Twende tukaangalie hatua ya kwanza, namna gani unaweza kalizalisha au kaliotesha. Twende katika hatua ya kwanza. Kwanza, kama tulivyosema, namna ya kuweza kuandaa wakati unajiandaa kuotesha aina ya ua linaloitwa Juliant. Utasafisha zingira, utaweka sawa, utaweka level. Ukishaweka level, utaangalia namna gani unaweza kupanga machupa yako, makopo yako vizuri kwa kuweza kuotesha. Tukishamaliza hapa, tutaenda kuangalia hatua inayofuata mara baada ya kuweza kuandaa zingira kuweza kuoteshea. Tutaenda tukaangalia hatua inayofuata. Hatua inayofuata ni kupakia udongo katika vyetu hivi. Walio wengi kutumia viliba, kuna viliba vile vyeusi au tube ndizo wanaweza kutumia, lakini sisi tumeamua tutumie hivi vikopo vya fresh ambavyo ndo tumeona ni vizuri kwa sababu ni size kulingana na maua yetu ya Juliant, kwa sababu ua la Juliant huwezi kuliotesha kwenye kopo kubwa ile la maji kwa sababu ni kidogo tu. Kwa hiyo ili kopo unalikata kwa chini, ukishalikata kwa chini unajaza udongo humu. Udongo inabidi usijae kwa sababu unapomwagilia maji udongo huwa unaruka. Kwa hiyo inabidi iwe size ya humu. Lakini pia sio udongo tu, inabidi uwe udongo uliochanganywa na mbolea, ndio unaweza kufaa kuotesha ua letu ili liweze kupendeza vizuri. Mara baada ya kuweza kupakia udongo wetu wenye mbolea katika vikopo vyetu hivi, tutavipanga vizuri kama namna hivi unavyoona. Na mara baada ya kuweza kuipanga hivi, vitakuwa tayari kwa ajili ya kuotesha au kuzalisha ua letu la Juliant. Hakikisha unapopanda ua au unapoliotesha ndani ya kikopo, inabidi lisiwe na mchubuko aina yoyote huko chini, kwa sababu likiwa na mchubuko linaweza likakauka au linaweza lisote kabisa, kwa sababu aina hii ya ua la Juliant zinategemea na kulingana na mazingira. Kwa hiyo tutaenda kupanda ua hili, tutaenda kuliotesha katika vikopo vyetu hivi. Hakikisha ua lisiwe na mchubuko aina yoyote kwa chini. Mtazamaji, mara baada ya kuweza kuyaotesha au kuyazalisha, utamwagilia kwa siku kadhaa. Mara baada ya siku kadhaa, wiki ya kwanza, ya pili, ya tatu, maua yatakuwa kama namna hivi unavyoona. Maua yatakuwa tayari kwa ajili ya kuweza kutolewa kwenye vikopo na kuweza kuotesha katika sehemu nyingine. Unaona ua tayari wiki ya tatu linaanza kutoa mizizi tayari mara baada ya kuweza kuliotesha. Kwa hiyo linakuwa liko tayari kwa ajili ya kwenda kuotesha katika mazingira yoyote vile. Na unapoenda kuliotesha ni muhimu ulitoe kwenye kopo ili ulipe uhuru, hasa mizizi uipe uhuru wa kuweza kusambaa kwenda katika zingira lingine. Hiki ndicho kipindi chetu kilikuwa kuhusu namna kuweza kuotesha au kuchipusha maua ya aina ya Juliant katika mazingira tulionayo katika jamii yetu.